Jembe referee ndo wimbo mkubwa, lakini ni kama wanatuonea sisi tuliona ilianza kwa African dhidi ya Mamelodi Sundowns, baadaye rais wa CAF Musepe akasema lilikuwa goli, lakini tukaija kushuhudia kwenye finali ya shirikisho Simba na Berkane lilifungwa yakakataliwa, lakini sasa imeingia kwenye national team. Penalty ya wazi kabisa. Mwamuzi hata kutikisika kwenda kwenye VAR ilikuwa ngumu zaidi ya kugawa kadi tu uwanjani. Unadhani tunakosea wapi kwenye namna ya waamuzi? Sikuangalia mechi ya Morocco kwa sababu nilikuwa nina hofu ya kwamba tutaonewa. Na nilikuwa na nafasi ya kuangalia kwa sababu timu inafuzu, mimi nipo uwanjani. Sare ya 1-1 na Tunisia. Nafasi ya kuendelea ninayo. Bahati nzuri mimi najilipia mwenyewe, silipiwi na mtu yoyote. Hela ya kujilipia hoteli, kuishi Morocco ninayo. Tayari niko ndani ya Morocco. Lakini rafiki yangu mmoja Morocco anaitwa Abdo, nikamwambia na wasiwasi sana sisi tutaonewa. Na kwa sababu gani? Nilipata tiketi za kwenda kuangalia mechi kati ya Zambia na Morocco. Ile mechi ukiangalia Zambia walikuwa frustrated sana. Kwa hiyo nikajua kabisa kutakuwa kuna shida hata na kwenye mechi yetu. Na ndio kimekwenda kutokea. Haki haikutendeka. Na ndio maana kwenye posti yangu mimi nikasema Tanzania imeiweza Morocco, lakini dhuluma imeitoa mashindanoni. Nilikuwa na maanisha hicho. Dunia nzima. Sisi tuna grupu la waandishi wa Afrika na magrupu matatu ya waandishi wa Afrika. Hiyo ni issue. Hata wale wanaowatetea Morocco kuna wanaoona aibu. Lakini rafiki zangu mimi kutoka Morocco, including huyo ambaye nilimwambia mimi siwezi kubaki, anasema nakubaliana na wewe. Na wao wanaendeleza vita yao na Legragui kuona kwamba Tanzania ilikuwa ina chances, clear chances nyingi zaidi ya Morocco ambazo ilikuwa ni za convert kuwa magoli ambayo tungeweza kumaliza mchezo. Kwa hiyo kuna haja ya kuangalia kwa sababu hatuwezi kuwa na wakubwa ambao wanalazimika kuwachinja wadogo, unajua sisimizi kwa panga tena nje ya haki. Nafikiri sio sawa sawa. Kwa hiyo ni jambo ambalo kwa kweli linasikitisha sana. Lakini sisi kama Watanzania tunapaswa kulichukua hilo kama a lesson kwamba tumetolewa, tumeonewa. Kusikitika sasa hivi tena hakusaidii kitu chochote. Sasa hivi ni namna ya kujipanga tufanye nini. Siku tukipata nafasi 3 tutumie 2 ambazo ni za haki, muamuzi atashindwa atakufa. Mfano, angalia muamuzi aliye assistant referee aliyeniwa kibendera wakati nani wale Farabati wakifunga bao dhidi ya Yanga lililokataliwa. Dhidi ya Yanga Zanzibar ametolewa kwenye michuano ya AFCON. Kama hiyo taarifa mlikuwa hamna, mimi nawapa. Ametolewa kwenye michuano ya AFCON kwa sababu wamekataa bao la timu ya Morocco dhidi ya Yanga. Kwa hiyo alikuwa mkate waliochaguliwa kwenye AFCON lakini ametolewa. Lakini kwa sababu alikataa bao la timu ya Morocco ambao kweli ukiangalia bao lilikuwa ni haki bao. Alifanya hiyo mistake, katolewa. Lakini je, hawa wanaweza katolewa? Maisha yataendelea hivyo. Kwa hiyo si jambo zuri kutengeneza double standard kwenye timu zetu za Afrika. Tufanye haki ili tuweze kuwa na nguvu ya usahihi. Kwa sababu mechi ya jana nafikiri kwa timu kati ya 100 kati namba 11 nafikiri kwenda sijui namba 100 na ngapi ya kwetu. Kwa hiyo kulikuwa hakuhitajiki msaada kwa Morocco kutushinda sisi, badala yake watakiwa watumie uwezo wao. Kwamba pasi imetoka mchezaji wa PSG aliyefunga mchezaji wa Madrid, lakini haki ya huku ya vitu vingine inaonekana wazi kabisa kulikuwa kuna shida. Kwa hiyo ni vizuri sana hilo na yenyewe likaangaliwa ili mpira uchezwe kwa haki. Kuwe kuna uwezo wa haki na anayeshinda ashinde kwa haki. Jembe, tumeenda kwenye mashindano na magolikipa ambao 80% kama Tanzania walikuwa wana imani nao. Zuberi Foba kutokea Azam FC na Masalanga ambaye anatokea Singida. Zuberi mara kadhaa amekuwa akipata nafasi ya Azam FC, lakini Masalanga ni kama alikuwa anapata nafasi ndogo ya kucheza kwenye timu yake ya Singida. Lakini wamekuwa mashujaa kwenye mashindano haya. Wamepokezana kijiti. Hakuna Yakubu, lakini wawili wao walibeba taifa kwenye mabega yao. Unazungumziaje? Kwanza mimi nianze kupongeza timu yote kwa ujumla. Unajua kwenye timu yetu karibu kila mtu kaonyesha kiwango. Ni mimi nilivutiwa na mtu ambaye hajavutiwa na watu wengi sana, Haji Mnoga. Na type ya uchezaji wake mimi ndio napenda watu wanavyocheza vile. Haji ukimwona sio mtu mwenye makontrol mengi, lakini ni shughuli. Kazi ilikuwa inafanyika na akichoka, akiingia mtu kuja kuchukua nafasi yake anafanya vizuri. Kapombe wakati mwingine kaingia kafanya vizuri. Dickson kaingia na kuanza kafanya vizuri. Najaribu kuzungumzia upande mmoja tu. Lakini Mohamed Hussein anafanya vizuri. Kuna kosa alifanya nafikiri la bao linasawazishwa la Uganda, lakini kwenye mpira hauwezi kucheza bila makosa.
otherwise, lakini amefanya kazi yake vizuri. Ndugu yangu ni mkorofi nani back, lakini one of the best defender wa kuvuruga mambo, kaifanya kazi yake vizuri sana. Lakini kuna mtu kama Bakari Nondo Mwamnyeto, mimi nimekuwa nikionekana kama namtetea Mwamnyeto, lakini Mwamnyeto is a super defender, na bahati mbaya sana aliingia kwenye ile politics ya mashabiki wetu, including wale chawa ambao akisikia tu bana huyu afanye vizuri basi wanaanza kumsakama. Nakumbuka kipindi kile, kama utakuwa unakumbuka, ilikuwa kipindi ambacho wakati mambo yake hayajawa mazuri, akapata na msiba, vitu vikamchanganya, lakini watu wakaendelea kumsakama kwa sababu hawana huruma, na Watanzania tuna midomo sana. Kwa hiyo ikafanya kuonekana kama sio defender, lakini umeona AFCON yote hii mpaka Morocco wanatoa kwa kutuonea. Aliyeongoza defense yetu anaitwa Bakari Nondo Mwamnyeto, na inawezekana pia alikuwa msaada sana kwa hawa makipa uliowaulizia wewe, ambao wamefanya kazi yao vizuri sana. Narudi kwenye ile hoja yangu ya kwamba tunahitaji kuwa na makipa wetu ili wafanye vizuri. Kama Foba ameweza kudaka vile kwenye AFCON versus washambuliaji wanaocheza England, Spain na kadhalika, amefanya vizuri. Masalanga katika mechi mfano tu ya jana alikuwa anashindana na washambuliaji kutoka Madrid, watu aina tofauti, lakini ameweza kufanya vizuri. Kwa nini atashindwa kufanya vizuri versus Simba, Yanga, Azam na kadhalika? Ndio maana nikawa nasema makipa wa kigeni wabaki wao. Diarra kafanya vizuri kwenye mechi ile ya Mali, ndio amekuwa shujaa, lakini wazania ubora na alio nao Diarra kaupatia wapi? Kaupatia Tanzania, kaupatia Yanga. Ile faida angeza kwa nao kipa wetu sisi, tungeweza kufanya vizuri zaidi. Kwa hiyo ndio ni maana nimekuwa nikisisitiza makipa wetu sisi, kwenye talent ya makipa toka miaka hiyo Tanzania, kina Omar Mahali bin Jabi na wengine. Tanzania ina mlolongo mrefu kuja sio kina Idpazi Father, Tanzania One, sijui kina Muhamedia, kina Kaseja, unakwenda unateremka kina Mzee Pondamali before na kadhalika. Tanzania imekuwa na talent kubwa ya magolikipa, na Foba na Masalanga ni sehemu ya kuonyesha ubora huo, kwamba hawa watu hawana match time kubwa, lakini bado wana nafasi ya kufanya vizuri zaidi. Kwa hiyo jiulize, kudaka kwenye timu zao, manake wangefanya vizuri zaidi ya pale. Kwa hiyo ni vizuri sasa tukachukua ujumbe kwa sisi Tanzania, hatuhitaji makipa wa kigeni, tunahitaji makipa wetu ndio wadake, ili siku ya mwisho timu ya taifa kiitwa hata makipa 4 wote wanatoka kwenye timu zao ambao wamekuwa wakipata nafasi za kucheza. Lakini niongezee Mabula ambaye yuko Azerbaijan, kati ya vijana ambao mimi wanakuwa kwenye timu ya taifa nilikuwa nikitembea nao, pamoja na Pascal Msindo, sijui kina Kevin John, Abraham Morris. Nimezunguka sana mimi na timu za vijana kwenye michuano mbalimbali. Wao wamekuzwa. Hiyo acceleration yao ndio wanaokuja. Mfano mimi Mabula nilikuwa najua hata kuna kipindi alikuwa amejaribu kunitafutia invitation ili niweze kwenda Azerbaijan kumuona anacheza. Watu hata walikuwa hawamfuatilii Mabula. Mabula watu wanamuona kama mchezaji wa kawaida tu. Lakini leo baada ya AFCON watu wamemfahamu vizuri. Lakini ukimuuliza wewe mwambie, atakwambia mimi nilikuwa nataka kwenda, tumejadili kuhusiana na ile Azerbaijan, lakini nataka nikamuone kwa ajili ya kumuinkari na nimemwona amepiga hatua. Lakini leo umemwona ni mchezaji wa aina gani.